kwa niaba ya constituency ya West Mugirango kule Nyamira na kukaribisha hapa Kisii. Apostle Muruabe, congratulations for giving your life to Christ and demonstrating exemplary leadership not only in matter of faith but also in impacting all the society and community that you serve. Mheshimiwa Rais, allow me to have bragging rights that like Bishop Vijana was born and brought up here. Pastor Muruabe, inchena amanyire sababu ogosokali tuko obuate chinguru nesengeto yaba Kristo ababao. Inchena atali leti kanisa chinyinge lakini ekanise yao neyengeto mono. Inche Pastor Muruabe egwankuna Gochimotua ngochiane korengere likabere. Namona chego joini abata abanaba ya kabisa aba. Abarona abachirepi. Mheshimiwa Rais, mimi nilikuwa naambia watu waokoke, Bwana Yesu anakuja. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru kwa sababu umekuja Kisii. Si mara ya kwanza, sio mara ya pili, si ya tatu, si ya nne, si ya tano, bali umekuja Kisii mara nyingi. Na Mheshimiwa Rais, nataka kukuhakikishia kwamba ile wakati yote umekuwa ukikuja Kisii kwa sababu ya miradi mbalimbali. Nataka kukuambia ile miradi yote wewe kama Rais wa Jamhuri ya Kenya umekuwa ukianzisha, ile miradi inaendelea sawa sawa. Tunakushukuru kwa sababu ya hii cancer center ambayo ilikuwa imekwama, sasa inaendelea. Tunakushukuru Rais kwa sababu ya masoko zetu ambazo zinaendelea katika constituency zote za hapa Kisii. Tunakushukuru kwa sababu ya affordable housing ambazo zinaendelea hapa Kisii. Na haswa Mheshimiwa Rais, leo nimesimama hapa nikukushukuru zaidi kwa sababu juzi tukiwa bungeni na tulikuwa tumekuja tukakuomba tukiona hawa wabunge wote, ile barabara ambayo inatoka Kericho inakuja Kaplong, inakuja Keroka, inakuja hapa Kisii School, inaingia Kisii, inaenda Oyugis, umetuhakikishia ya kwamba ile barabara itakuwa dual ili watu wetu waweze kujisaidia, zile ajali zilikuwa barabara ziishe na watu wetu ambao ni wakulima waweze kusaidika. Mheshimiwa Rais, kwa hayo ambayo sisi unatufanyia kama Wakisii, tunataka kukuhakikishia na tunajua haya hauyafanyi hapa Kisii peke yake, unafanya nchi nzima, kila mahali. Mimi nimekuwa na wewe, tumezunguka na wewe nchi hii, kila kona ya nchi hii inapata maendeleo. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya hayo, sisi kama viongozi na sisi kama watu wa Kisii tunataka kukuhakikishia ya kwamba sisi tutatembea na wewe, kwa sababu wewe umetembea na sisi. Waswahili wanasema akufaaye kwa dhiki ndiye nini? Akufaaye kwa dhiki ndiye nini? Kwa sababu wewe umetufaa kwa dhiki, sisi tutatembea na wewe. Vile Apostle Muruabe amesema, Mwenyezi Mungu alimwambia ni mpaka 2032. Mimi hapo ndio nipo. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Za kusherehekea 13 years tangu 11 years tangu hili kanisa lianze hapa kwetu Kisii. Siku ya leo hata mimi niko na furaha sana na kuambia congratulations Pastor Muruabe. Asante sana kwa kazi nzuri ambao umefanyia watu wetu hapa Kisii, na pia ile kazi ambao umefanya na imeenea katika ulimwengu kote. Leo hii tuko na furaha na kusherehekea na wewe, na pia kukuambia asante kwa sababu ya network nzuri ambao uko nayo. Leo president wetu amekuja hapa kwa sababu ya urafiki wako. Muruabe
wakati alikuwa ameanza kazi yake, aliishi katika nyumba yangu. Hata nilimuona nikaona huyu lazima ataenda mbali na hii kazi yake ataifanya vizuri. Asante sana kwa hiyo kazi, na Mungu aendelee kubariki kanisa, iendelee kukua, kwa sababu tunajua hata sisi mahali tunataka kwenda sisi sote ni mbinguni, na tunahitaji watu ambao wako faithful na wanafanya kazi nzuri ile ambayo imefanyika na tumeiona siku ya leo. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, mimi kama mama kaunti wa Nyamira nataka nikushukuru sana kwa sababu tumeona ile kazi umefanya. Hasa ile kazi umetufanyia hapo Nyamira ya kutupatia university. Nikwambie kwa ukweli, watu wetu wamefurahia na wamesema next year wanakungoja hapo kuona vile unafungulia watoto wetu waanze kusoma. Kwa hivyo ujue ya kwamba kuna watu hapa Kisii na wamama ambao wanakupenda na tunakuhitaji kukuja hapo kwetu, na tunaendelea kukuombea, na tunajua vile Mugabe alitabiri akasema ya kwamba 2032 ndio utatuonyesha tutaenda mahali gani. Asante, sitaki kuongea mengi, mnajua leo ni siku ya Sabato na mimi ni Nicolas wa kanisa langu, hatuongei siasa sana. Mungu awabariki, abariki president wetu, akienda ajue wa Kisii tunamhitaji. Asante. Okenyuri Nyaituga niwonkweta ayo machoge bora Kenya kaya nyagosira ene kuogesho motereki mchujo na Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo tuna wageni wa tabaka mbalimbali. Ngoja nizungumze kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ninakukaribisha hapa Kisii, na jambo la pili wa Kisii na Wakristo wote ambao mmefika hapa Kisii mara yangu ya kwanza kuhudhuria katika kanisa lenu. Nimehudhuria katika kanisa lenu pale ng'ambo pale, na ninasema kuwa mnafanya kazi njema. Siasa yangu mimi kama Nyaituga nilianza mwaka 2016 na nilianza haraka sana mkiwa nimetoka chuoni. Kipindi hicho nilijiunga na kampeni za aliyekuwa naibu wa rais kipindi hicho, Daktari William Ruto, na tukafanya kazi kipindi hicho, lakini sikunufaika kupata kiti cha MCA ambacho nilikuwa nimewekwa kwenye list ile. Lakini kwa sababu ya moyo ambao naibu wa rais kipindi hicho alikuwa nao, alinipa kazi katika ofisi yake na nilikuwa nikimsaidia kazi pale. Hiyo ni 2022 tena tulikuja tukatembea hapa, akanipa kazi ya seneta mteule, kazi ambayo imenipa sauti pale bungeni ya kufanyia Wakenya kazi na jamii ya Wakisii. Alifanya vibaya kunipa nafasi hiyo? Mtu ambaye amekupa nafasi hiyo, nionyeshe kwa mikono hivi tukimrudishia asante kwa kunipa nafasi hiyo. Nionyeshe. Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo kanisa inakumbuka miaka 11, na mimi ningependa kutoa shukrani kwa kunipa nafasi hii, na ninadhani nimechapa kazi, sijakupa aibu hapa katika jamii ya Wakisii. Asante sana na tunakupenda hapa Kisii. Asanteni. 50 ambaye kontrakta ataingia hivi karibuni. Mheshimiwa Rais, wakati ulipokuja last time hapa Kisii tulitembea pale Kegati na tukaenda kuangalia ile mambo ya maji, lakini leo hii nataka kukueleza kwamba Mheshimiwa Rais, shida kubwa sana tumekuwa nayo ya maji. Sasa through our sister Jacqueline Kemunto, we have a contractor that is going to come to the site very soon ili watu wetu waweze kupata maji na waache kusumbuka kwa masuala ya maji. Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo sio siku yangu na hapa niko kanisani,
Your Excellency, all protocol observed. Mimi na kwa majina naitwa Mheshimiwa Alpha Bomachoge Chacha constituency, mbunge. Sinanga maneno mingi, lakini kuna kitu moja naambianga watu. Katika maisha yako wewe ndio unajielewa na Mungu wako. Mungu anajua roho yako na anajua kujibu maombi yako. Lakini leo tuko hapa ku celebrate the party, the 11th birthday. Sio Bishop. Kanisa imezaliwa the 11th year. Mmekaa 11 years worshiping God. The same God you worship. Kaa hapo, usitoke hapo. Bishop kijana, vera abu. Muabudu huyo Mungu kwa roho na kweli. Sasa katika siasa mimi nashukuru sana sababu this time round we have a working president. Kama kuna rais mwenye anatembea Kisii, every constituency, every ward ni Rais Ruto. Kama kuna rais amefanya this Kisii kwa a construction site ni Rais Ruto. If you go to every constituency, ukianzia kwangu mimi Bomachoge Chacha, I'm doing my second term. The first term hakuna kitu ilikuwa inafanyika huko. But ukiingia kwangu, we have a lot of good projects inaendelea. Kuna housing project, kuna market, kuna barabara, sababu ya Rais Ruto. Sababu gani nasema hivyo? Mungu mwenye alimleta katika hii kiti 2022. Huyo Mungu bado ndio Mungu 2027. Mwenye alitenda haya 2022 ndio bado atatenda 2027. Kwa hayo machache, Bwana asifiwe. Lakini jua kitu moja. For you to cause change in this world, you must be a good person. Tenda mema, nenda zako. Mbarikiwe sana. Leo mimi nimehubiriwa na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tumeambiwa about the partnership of God. We forever remain to partner with God and will partner with Him even when we go to heaven. Sasa when we partner with God kule mbinguni, jamani, we should partner here on earth in Kenya with our president William Samoei Ruto. Mimi nimemwongezea jina ingine ni Your Excellency William Samoei Ruto Tutam. Hiyo iko sawa. La mwisho, baba huwa akija nyumbani, watoto wa wanashtaki mambo mbili tatu. Mimi nitashtaki tu mambo moja. Kenya Power ya Kisii iko na madharau kidogo ya Excellency. Wafanyakazi wako na shida na stima, na usiku wa mama wakifika nyumbani pia stima inapotea. Hiyo tu peke yake, kwa sababu zaidi amesema tutapata maji, na hiyo mambo tu ya stima kidogo ni vizuri tukikuwa kwa nyumba tunapata mwangaza. Ama namna gani kina mama? Ya mwisho, usikubali kuambiwa utazame na yet Mungu amekupea macho, unaona dunia inaelekea wapi. Ukweli wa mambo ni hivi, watu wetu wa nyumbani, president wetu anatupatia chakula ama mjapokea development, tuseme ukweli. Sasa mnasema muache development, mtafute serikali nyingine. Hiyo serikali iko wapi? Na kuna serikali hapa mnaona. Kwa hivyo watu wetu wa Kisii, mtu asiwaambie muone na mko na macho mnaona. Mnasema namna gani? Kualika katika hii maeneo ya Kisii, na vile niseme tumefaidika sana kupitia ujumbe ambao umetolewa na Gichana, na vile tuungane na waumini wa hii kanisa kwa to celebrate 11 years of service to the people. Kwa hivyo tumefaidika na tunasema asante. Your Excellency, vile unajua huko nyumbani katika kaunti ya Nyamira tuko na uchaguzi. We have 3 by-elections, and for the last 3 or 4 weeks
tumekuwa tukihangaika, tukitembea kila maeneo, na tunajua ya kwamba watu wetu wataonyesha yale mapenzi ambao wako nayo kwa serikali yetu ya Kenya. Na vile vile niseme, vile tumekuwa tukisumbuka, kuna yale ambao tulikuwa tumewaambia tuyatende, na najua kuna wakati ambao tutafanya hiyo kazi. Lakini kuna jambo moja, other than the university, tunajua katika constituency ya North Mugirango kuna SGR ambayo inapita hapo, na maombi hata jana wakati tulikuwa kwa mkutano na your cabinet secretary Mheshimiwa Julius Ogamba, wale watu wa huko nyumbani walituomba ya kwamba wakati SGR inapita huko katika mahali inaitwa Ikongo, kama ingeliwezekana tufunguliwe station hapo, terminal ziwekwe hapo, ili hao watu wote ambao wanatoka katika maeneo ya Kisii mpaka Migori mpaka Isabania ili waweze kupata huduma. Haya ni mazuri ama ni mabaya? Tungeliomba rais atufanyie hiyo. Your Excellency, that's the request from our people, na najua wanasikia, na kwa sababu wewe ni mtendakazi, tunaomba kwa heshima kutufanyia hayo. Otherwise we join you, Apostle